ameacha kazi, kuna marupurupu, matakataka mengi, yani huko unajua bandari TRA ziko pale jirani. Hiyo unaweza kucheza dili huko bandarini, mzigo ukaingia. Naye unakoja wale wanapiga madili kweli kweli. Akaamua kuacha kazi. Dili anaweza kumfuata jamaa mwenye kiwanda kadogo dogo huko cha kutengeneza vyombo. Nini anachotafuta? Ni kumaliza jamaa. Na kali alimmaliza. Leo mzee anakaa usi. Sikiliza, mwaka 2095 aliibiwa mtaji wa milioni 60. Milioni 60 mwaka 95, leo ni bilioni ngapi? Ni bilioni ngapi? Hiyo ni 95. Akamuibia tena mtaji mwingine wa milioni 30. Ndani hiyo kipindi. Lakini wakati anamfanyia hayo yote, alikuja kwa alichukua shilingi 50,000. Akapeleka shilingi Sarau huko. Kwa mganga mmoja anaitwa Nasoro. Hapo alikuwa mchaka. Mfunga kabisa maisha ya baba. Yeye kwake inaendelea. Wewe unajua hata kupiga ripu nyumba yako. Hata kupiga ripu tu, hata kubadilisha vitu huko ndani unashindwa. Lakini kumbe ndani na wewe ndio umemkaribisha ukamuita, ukaanza kumwelekeza tutengeneza hivi sufuria, tutengeneza sogeza mashine. Tuko kwenye ulimwengu wa uovu. Ambaye jirani yako tuko kwenye ulimwengu wa uovu. Katikati ya ulimwengu wa uovu Yesu alikubali kuja hapo ili apate kupitisha wokovu na kuwatoa watu kutoka kwenye huo uovu, kutoka kwenye hayo maonezi. Kwa hiyo kitu kingine, hakuna kitu kingine Yesu alichokuwa anatafuta. Wewe unataka uniambia kulikuwa na sababu gani Mungu kumtuma Musa kwa Farao wakati ambapo Musa alishaua pale kwa Farao na wanted? Pigwa wanted, yani wao ukionekana hapa kichwa chako ni halali yetu. Afu Mungu anamtuma huyo. Wakati Musa anajaribu kujitetea, Musa alikuwa anajitetea kwa sababu anajua kule ana wanted. Anamwambia Mungu, nikienda hawataniamini. Watauliza mimi ni nani? Anamwambia Bwana ndawaambia mimi niko. Mwisho Mungu akamwambia, sikiliza, ukienda pale sasa uende kama Musa, kwa sababu ulikuwa unajua unaenda kama Musa. Ukienda kama Musa atakukata kichwa. Utaenda kama Mungu. Kwa hiyo nimevua ule uungu, nimeuweka juu yako. Kwa hiyo wewe Musa unapoenda kwa Farao, unaenda kama Mungu. Kwa hiyo unaposimama mbele yake usimami wewe kama Musa, unasimama wewe kama Mungu. Lengo ni nini? Ni ili hao watu watoke kwenye maonezi ya yule mwovu na majeshi yake. Na ndicho ambacho Yesu amekijia ulimwenguni, kwamba hakuja kama mwanadamu tu, alikuwa mwanadamu kweli, lakini ndani yake amebeba na uungu, amevaa uungu. Akaona hakuna sababu ya kushikamana nao. Kwenye kitabu kile cha Wafilipi 2:8 mpaka 11 au 12, unaona anasema kule kuwa sawa na Mungu hakuona ya kwamba ni kitu cha kushikamana nacho. Kwa hiyo alijinyenyekesha, akawa mtii, naam, hata mauti ya nini? Ya msalaba. Kutoka hapo Mungu alimwinua, akamtukuza, akampa jina, lile jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Kwa hiyo unaona, katikati hiyo ya mambo tunayopitia ya maoneshi, tunaye mtetezi aliyepelekwa kwetu. Je, tuko tayari kupokea huo utetezi mwaka huu? Haleluya. Haleluya. Uko tayari kuupokea? Manake anatafutwa mtu aliye tayari kuupokea huo utetezi. Anapoupokea ili iwe sehemu ya yeye kuwa ushuhuda kwa watu wengine. Naona Mungu akitenda maajabu katikati ya watu wake. Naona Mungu akitenda maajabu kwa watu wake. Kupitia jina la Yesu Kristo.
Kuna watu wanaenda kupokea neema ambao hawakuwahi kuipokea. Kuna watu wanaenda kuinuliwa katikati ya watu ambao hawajawahi kudhania. Huyo ambaye niwaambia alikutana benki ndio huyo jana. Yaani amesha anakuunganisha na watu. Nikajiuliza, jamaa yani asema ise kwa muda mfupi nimemuona Mungu. Leo gari zake sasa hivi nyingi zina rani sasa. Ameshaanza kusafirisha mizigo. Asema napata tena sasa. Wakati ilikuwa pamefungwa kila mahali. Ni kitu gani kilimfunga? Ni kitu gani kilimfunga? Siku moja Mungu akaniambia, na nyie watu watakatifu wapendwa, unapotoka nyumbani kwako, ombea miguu yako. Baba, usiondoke nyumbani kwako unaenda kazini bila kuombea miguu yako. Biblia imetuambia hivi, ni mizuri kama nini miguu yao waletao habari. Kama ni mizuri kama nini, shetani anaifurahia. Maana hiyo miguu yako ikitoka inatakiwa irudi na habari. Irudi na nini? Sasa kama ni mizuri, shetani na yeye anaiwinda hiyo miguu iliyobeba habari ili irudishe habari mbaya. Ukiona Biblia inaandika kitu, maana yake kuna vice versa yake. Inaandika, sisi tutafakari, tutafsiri kwamba kuna uzuri, lakini upande wa giza kuna ubaya. Kwa hiyo anawinda miguu ya watakatifu. Wakati kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 9 na 10 anasema hivi, Mungu atailinda miguu ya watakatifu. Mmoja anisomee. Unajua nikisema hivi unajua unatafsiri mistari au watu wanaona hivi jamaa hii mistari ni ukweli. Kama hiyo mingine niliyowaambia ni uongo, basi niambie ni uongo. Lakini Samueli wa kwanza sura ya 2. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Asemaje? Nitasoma kwa msaada. Ndio, si ungesimama basi mama kamanda. Haya twende. Yeye atailinda miguu ya watakatifu. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake. Bali waovu watanyamazishwa gizani. Bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakaye. Maana hata kama wangalikuwa na nguvu kiwango gani, hakuna atakayeshinda. Mstari wa 10. Washindanao watakaoshindana na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Wewe ni masihi wa Bwana. Mwambie jirani yako, mimi ni masihi wa Bwana. Pembe yangu inaenda kutukuka. Mwambie pembe yangu inaenda kutukuka. Inaenda kutukuka. Haleluya. Anasema atawapiga radi. Kwa hiyo katikati ya mwaka huu tamani kuona hata watesi wako wanapigwa mbele ya Mungu wako. Kwa nini hawashindani na wewe, wanashindana na Bwana? Kumwambia jamaa, bahati mbaya antena iko nyumbani kwa pacha mwenzake ambaye ndio kula. Angalia moto wake ulivyo. Jamaa alipompigia kila siku kila vitu vyote wanashirikishana. Akamwambia nimepona. Nini kilifanyika? Akamwambia cha alikuja mtumishi hapa akaniombea. Akamwambia hao ni manabii wa uongo. Ndio kweli. Alimwambia hao ni manabii wa uongo. Chunga sana. Jamaa mwanamke akapiga simu kwa mama mkwe kule mmoja. Akamwambia mama nasikia kuna maneno sio anasema nani wanasema mimi mchawi. Mkwe akakata simu. Wewe ulisikia nani anasema? Akakata simu. Akamwambia ulisikia nani anasema kwamba wewe ni mchawi? Hakuna mtu aliyesema. Sasa kimya, mbona unaanza kuongea maneno ya ajabu? Sikiliza. Yule mume wake akapiga simu kwa mama wake. Akasema fulani ameshepa. Naisi hajasema ila fulani umeongea naye hivi karibuni, anambia sijaongea naye.
Asema nahisi atakuja na mtumishi hapo. Usikubali huyo mtumishi akanyage hapo nyumbani. Atakuja kuweka vitu vya ajabu hapo nyumbani alafu vitatutesa baadaye. Nikamuuliza yule ndugu yake, nikamuuliza, sasa nikuulize, mimi nimekutana na wewe kanisani. Nilikuwa na kitu chochote mkononi? Nilikuwa na kitu chochote mfukoni? Hakuna. Nilikuwa na nini? Haya, nimekuja nyumbani kwako. Zaidi ya simu yangu niliyobeba, nilibeba nini? Niambie. Hakuna moja na kitu chochote. Sasa mimi naweza, haya nimeenda. Wewe umeniagiza kwa dada yako Dar es Salaam na shemeji yako tumeenda. Je, nilipoenda kwa shemeji yako nilienda na nini? Muulize. Leo watoto wake magari yake yanatembea, magari yao yanatembea. Wanapata kazi. Nilienda na nini? Sijaenda na chochote. Sijaenda na chochote. Mpaka nikaunganishwa na mdada mmoja. Jamani, ashe, dunia hii. Dada na ofisi kubwa na watu wameajiri watu zaidi ya 100 na kitu. Amejenga ghorofa hiyo. Nyenye. Nimepakiwa kwenye gari, mzee anaenda kwenye gari, najiuliza hivi mimi ni nani? Ni rais wa nchi au? Dada anachotamani hata aolewe. Aolewe tu. Ana nyumba ghorofa kubwa huku na kule. Kuna swimming pool na beach na kukulia na kila kitu. Lakini hata Mungu anatamani aolewe. Usifanye mchezo. Yote anavyo lakini hana mume. Amefunikwa. Nikamwambia ndio hii. Yesu atakupatia Mungu. Usifanye mchezo. Sasa una vitu vyote alafu unaona mume, unakuwa mchezo. Angalau hizo baba, hata upate hata msukumo mkokoteni wewe. Sasa bwana si hapo una magari si mangapi hapo ndani? Mtu anatembea ni kuja hadi hapo anaendesha badala kumwona. Sasa kwa jamaa wewe, mimi siko na roho hizi peke yangu. Lazima mkuepo na watu mkone gari. Wao sio kama unatekwa. Hapo anakupeleka kwa na mtu hana mume wewe. Tunaenda wote. Panda hapa. Kwa hiyo jamani nimekaa hapa nyuma. Tumeingia tunafanya huduma, ndugu yuko na dada yake, basi ndio ndani kuna dada yake. Jamani nikasema naomba nikae hapa nje, yuko dada yake, yuko na yeye. Nikasema asante Yesu. Asike kwa dada yake ndio maana nilichukua na jamaa nikamwambia kaa hapa usiondoke. Kaa hapa. Anakwambia dada hiyo ni 600 mahali. Imevungamania hapo. Nimepangana dai 400, hiyo ni B. Watu wamezuia hela zake tu. Yule tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamuuliza, tulienda na nini? Niambie kama nilikuwa na chochote. Sisi kama huyu ameanza unaona ule uchawi ulioko huko ndani, unasukuma hata mume apige simu kwa mama yake. Aombe usuruhusu yule mtumishi akanyage hapo nyumbani kabisa. Mama yake akamwambia wewe sikiliza. Toka mmezaliwa. Walikuwa wanakuja watumishi hapa nyumbani. Mbona ukoe ukataa? Leo unakataa kwa sababu gani? Leo unakataa kwa sababu gani? Ni roho gani imeingia ndani yako inayosukuma wewe ukataa watumishi? Akamwambia na mimi sijui. Akao basi nyamaza. Anafunga. Anacheza familia. Anajua siri zake zimejulikana, kwa hiyo anajaribu kufunga kila mahali. Kwa nini? Nataka niwaambie. Baada ya maombi haya, huyo baba ana mtoto wake wa nje ambaye ni huyo mume wake. Ambaye alipata na huyo. Yule jamaa akampigia simu asema, "Tulimwombea kijana kazi mahali. Mimi rafiki zangu walioomba pamoja na mimi tuko nao kwenye ofisi. Wameingiza mpaka wafanyakazi wa ndani. Mausije. Mimi mtoto wangu amekosa na ana vigezo vyote. Amesoma na degree. Amekosa anakosa. Kwanza jina lake eti vitu havionekani. Beti havionekani. Okay. Jamaa limepambana ikatokea nafasi nyingine ya chombo kingine mahali fulani. Jamaa ameenda kwenye interview, anampigia babake, anamwambia baba tuna nyumba yetu Tabora mjini. Wao wako Sikonge. Jamaa alitoka Kigoma akasema naomba nifikie hapo. Amefikia kwenye ile nyumba
Akampigia babake akamwambia ufunguo kwa mahali fulani kachukue, kaa hapo alafu nenda kwenye interview, kumaliza rudisha ufunguo ulikuwa ukuta. Akiwa kwenye ile nyumba usiku saa 4, mama huyo hapa. Sio Yesu, ndio. Huyo hapa. Na sio namna nyingine. Sio kwamba ni hivi unavyomuona huyu samani. Njoo. Huyu hapa. Yuko hapo. Ambia mama bibi, ambia safi, nikuja kutembea, niangalie kama nilikuwa najua hamna mtu, nikuja kuangalia usalama wa hii nyumba. Kutoka Sikonge mpaka Tabora mjini kilomita ngapi? 90. Ni zaidi ya 90. Ameenda. Na jamaa amemuona. Asubuhi anaenda kwenye interview. Jina lake halionekani. Vyeti vyake havionekani. Ndio. Ilikuwa interview ya polisi. Jina lake halionekani wala vyeti vyake havionekani. Anapokuwa interview anamwambia baba, apigia babake simu. Ambia baba, jana usiku mama alikuja. Alikuja mpaka hapa. Alikuja kwa nini? Asema alikuja kukagua nyumba kama kuna mtu. Ambia mbona sijamwambia kitu chochote, anambia na mimi nashangaa. Anampigia mtu wake simu anamuuliza, "Wewe, jana uliona mahali fulani?" Ambia, "Nilijisahau tu nilikuwa nimeenda kukagua, nijue kama kuna watu." Sasa unaenda kulala wapi? Anasema silienda kulala, nilirudi Sikonge. Sasa usiku saa 4 mpaka arudi Sikonge karibia masaa mawili. Bwana Yesu asifiwe. Na amekuja tu akaongea naye hivi. Hakuwa anaongea naye. Yule ni uchafu. Ngapje jirani yako ni uchafu. Anamwinda mtoto haruhusi kupata chochote, haruhusi kushika chochote. Leo ni wangapi wanawindwa hivyo? Hebu muulize jirani yako ni wangapi wanaowindwa hivyo? Alafu huyu mtu ataruhusu Grace mume wake aombewe naye ana shida fulani. Wewe siri zake zijulikane na wakati ndio kaweka vitu vyake. Sawa vita iliyoko. Kwa hiyo usidhani mtu gani anajaribu anaweka ulinzi kila mahali. Kuna ndugu yao mmoja nilikutana naye Dar es Salaam. Tukao tunaomba naye. Tumekaa hivi. Sijai kuona kitu kwa kile yani acha tu. Wakati tunaomba, yule ndugu amekaa kwenye kochi, shemeji kaka hapo na dada yake, na mimi nimekaa kwenye kochi hapo. Alafu nyuma yake ni ukuta, kuna pazia. Wakati tunaomba kemea zile roho zilizoko ndani yake, yule jamaa analalamika kama miguu amevibana, kunywa mapombe ovyo, kila akiamka asubuhi pombe. Fukuza, kemea. Yule jamaa ameinuka pale ili aende akatapike. Anafungua mlango wa kwanza. Ndio kuingia, unatoka, unaingia jikoni. Ukifika jikoni, zile nyumba kama za zamani zile. Atoka mlango mwingine. Lakini wakati amefungua mlango wa jikoni, huwa kutoka hapa sebuleni unaingia hapa kwenda jikoni. Anafungua akapishana na ndege. Ndege hawa, wawili. Anaingia chumbani, anaingia sebuleni. Akaja akaingia akaenda akaketi pale kwenye dirisha alikogani maana alikuwa mpapa mgongo. Sasa dada mtu anashangaa, shemeji mtu anashangaa. Hakijoi kutoka kile kitu kwenye nyumba yao, hajawahi kuingia ndege toka wakati wamejenga hiyo nyumba. Roho Mtakatifu akaniambia muue huyo ndege. Mungu namuuaje sasa? Nikachukua mto hii mito ya kwenye makochi. Nikaanza na yule ndege. Akakimbilia kwenye kochi. Akadondoka chini. Akadondoka chini akainuka. Kaingia kwenye godoro nyingine. Godoro nyingine mzee huko na kule akadondoka, sijampiga tena. Akadondoka, akaenda kaingia kwenye stendi ya viatu. Hapo ingia kwenye stendi ya viatu, chini ya stendi ya viatu nimevuta ile stendi ya viatu nikachukua kiatu. Kuja kumtoa hivi. Ndege amefungwa kamba mguuni. Ana kamba mguuni. Alafu ana vidole. Nini hana vidole? Ana kidole hiki. Ndege anakuwa na vidole vingapi? Ana hiki. Kimoja tu. Mguu mmoja. Huyu jamaa anasumbuka na nini? Na miguu. Toka hapo hakuna tena shida ya miguu. Toka hapo ameacha ulevi. Jamaa ananipigia simu
nyumbani ana mtoto mmoja tu, mke kila kibeba mimba inapotea, inakufa. Hivyo umri umeenda, maisha hakuna chochote anachofanya. Sasa imebidi shemeji mtu ndio ambebe sasa kabisa. Wapendwa, nataka niwaambie, kuna vita watu wanapitia, kuna hali watu wanapitia, sio hali za kikawaida kibinadamu.